Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ni Pastor Melvin, na namshukuru Mungu kwa nafasi hii, na ninafundisha ujumbe. Hii ni sehemu ya 4. Nafundisha about the kingdom of God, the kingdom of God, ufalme wa Mungu. Vile tumeambiwa, seek first the kingdom of God and his righteousness. Kabla tuendelee, ningependa tuombe. Wapendwa Mungu uliye juu mbinguni, na kupa sifa na kutukuza na kuheshimu Baba. Napoenda kushiriki neno lako, na mkaribisha Roho yako Mtakatifu akaniongoze, akanitumie nikanene kulingana mapenzi yako Mungu, kulingana na neno lako. Hata yule ambaye ananisikiliza akaelewe, akajue kweli, ili akawekwe huru. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba yote nikiwa nimeamini. Sema amen. Amen. Mungu akubariki sana. It is Pastor Melvin once more. I am teaching about the kingdom of God, and this is the 4th part, na najua utabarikiwa sana. Na ningependa tuende katika maandiko ambapo nilikuwa nimesoma in the book of kwenye kitabu cha Matthew chapter 5 verse 20. Matthew chapter 5 verse 20. Kumbuka verse yetu ya msingi tumeambiwa ni pale, seek first the kingdom of God and his righteousness. Na nikakuwa naongea kuhusu righteousness. Nimekuwa naongea kuhusu righteousness, na hapo ndio nataka kutilia mkazo. What is righteousness? Nataka kwa maandiko nikuonyeshe, na tutasoma kwenye kitabu cha Luke chapter 1 verse 5. What is righteousness? Hapo ndio nataka tuangalie. What is righteousness? Luke chapter 1 verse 5. Inasema hivi: zamani za Herodi mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, na zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeth. Mstari wa 6 inasema, mstari wa 6 ndio sasa inaongelea haki. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Tunaongea kuhusu haki. Kwa hiyo haki ni kutembea katika njia za Mungu. Ukijua Mungu anataka upendo, unampenda jirani yako, hiyo ndio haki. Ukijua Mungu anataka vitu vya halali, hautaingia kwenye haramu, kwa sababu hiyo ndio haki. It is very simple. Biblia inasema hivi, anayejua kutenda mema asipotenda, huyo kwake huyo ni dhambi. That is the book of James chapter 4 verse 17. Ajuaye kutenda mema asipotenda, kwake huyo ni dhambi. Kwa hiyo opposite ya dhambi ni haki, na opposite ya haki ni dhambi. Kwa hivyo wapendwa, unaona ya kwamba tunao uchaguzi ambao tumepewa. Kuna uchaguzi tumepewa, na hichi ni kitu ambacho watu wengi sasa hivi wamekidharau. Mungu anasema be thou holy for I am holy. Mungu anasema tuwe watakatifu sababu yeye Mungu mwenyewe ni mtakatifu. Lakini utakuta kuna watu wanasema hakuna mtu anaweza kuwa mtakatifu, hamna mtu anaweza kuwa mtakatifu. Ngoja nikuonyeshe kwenye maandiko. Yawezekana. It is because you don't understand the kingdom. Tuongea kuhusu haki. Biblia inasema hivi, unaposoma kwenye kitabu cha Luke hiyo 1 verse 6 inasema, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Nataka uone hiyo. Wakienenda katika amri zote. Hawa watu kwani walikuwa wametoka wapi? Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye amri zote za Mungu. Inawezekana. Unaweza una vitabia ambavyo waga vinamfukuza Mungu kwenye maisha yako. Unaweza kuwa na vitabia ambavyo vinaleta umaskini kwenye maisha yako. Ndio maana kama mtumishi wa Mungu sijajifunza kukimbia kuwekelea watu mikono ovyo ovyo. Amna. Sababu kuna mambo hata ukiombea hauleti baraka unapoombea pale. Unaongeza laana. Kuna maombi waga yanaleta laana kwa maisha ya mtu kwa sababu ni uongo. Na ndio maana unaona hamna kitu kizuri kama katika kurekebika katika neno la Mungu. Sababu unaporekebika kwenye neno la Mungu, maisha yako yanakuwa yamejaa baraka. Sababu the Bible says obedience is better than sacrifice. Lakini katika kizazi cha sasa wanaamini sacrifice is better than obedience. They are trying to do what? To bribe God.
Sehemu ya maombi wanaweka pesa. Sehemu ya kutembea kwa haki wanaweka matoleo. Sehemu ya kutenda haki wanaweka matoleo. Mungu aliwauliza wana wa Israeli, akauliza swali, tangu niwatembeze safari yote kutoka utumwani mpaka hapa, niliwaitisha sadaka? Sikuwaitisha sadaka. Ila kuna kitu kimoja niliwaambia mwenende kwa njia zangu. Na ndio maana Mungu anasema sadaka ya mtu mwovu ni chukizo kwake. Mungu anataka wapendwa tutengeneze njia zetu. Haijalishi ni bishop yupi atakwambia vipi au mchungaji yupi atakwambia nini. Kile nakwambia ndio kweli. Hivyo hata huyo ambaye atapingana anajua ndio kweli. Unajua hatuwezi kuongea ili tufurahishe watu. Nitakwambia kweli kabisa. Kweli unataka mafanikio, unataka kwa maisha yako kuinuliwa, unataka uone mkono wa Mungu ukifanya kazi kwa maisha yako. Sikia kile nakwambia. Sababu kile nakwambia ni neno la Mungu. Usiwe mtu wa kanisa, kuwa mtu wa Mungu. Wachana na dhambi. Yale mambo unajua hayampendezi Mungu, wachana nayo. Zile kampani unajua haziko sawa, zinakufanya uishi kwenye dhambi, ufanye maovu, tengana nazo. Sehemu zozote ambazo unaona ni mitego ya uovu kwa maisha yako, tokana na hizo area. And that is how you should walk. Ndio maana unaona Isaiah was a prophet of God. Unaposoma Isaiah, lakini he had bad company around him. Ndio unaona Mungu hakumtumia, ikawa ngumu sana Mungu kumnenea. Mpaka Mungu anamwambia, hebu angalia nani umekaa nao hapa. There are some people wanaweza kuwa kwa maisha yako waziwe baraka ya Mungu kwa maisha yako. There are some doctrine zinaweza kufanya mtumwa ukuwe maskini usiendelee. Some doctrines, the doctrines of men, the doctrines of traditions of men. Na watu wengi sana wamefungwa na hizo. Watu wengi wamefungwa wakiambiwa tu, madhabahu ilipandwa, ameambiwa sijui nini, unahitaji upande mbegu, sijui tuvunje laana gani. Nani alikwambia laana inavunjwa na pesa? Mtu asikudanganye. Pesa haiwezi kuvunja laana. Pesa ni ya kununua mkate. Pesa ni ya kulipa rent. Pesa ni ya kufanya biashara. Pesa ni ya kutumia. And wakati unampenda Mungu, pesa waweza kumtolea because you love God. You don't give on conditions. Love is not, haina mambo ya conditions. When you love, you give. For God so loved the world that he gave. Lakini leo hii, be careful. Na ndio nakwambia, you should know the principle of the kingdom. Because hakuna mtu atakuletea baraka isipokuwa huyu Yesu Kristo. And these blessings are in the kingdom. Know how it operates. Live a righteous life. Walk with God. Mbona Mungu asikubariki? The Bible says, mkono wa Mungu si ati ni mfupi usiokoe. Masikio yake si mazito asisikie. Lakini dhambi zetu zimetutenga na yeye. Don't be deceived. Understand the principles of the kingdom. And also, now hapa naongea kuhusu haki. Kuna makanisa leo, they pretend that you cannot live in a righteous life. They pretend they are preaching the grace. Can I tell you something? The Bible says this way. The grace of God, it teaches us to say no to what is wrong, to what is ungodly. Siku hizi unashangaa ni neema gani inafundishwa? Kwani kuna neema mbili? Neema ni moja. Usidanganyike na mtu wapendo. Usipofuata neno la Mungu, unajua neno la pastor wako siyo itakupeleka mbinguni. You have to know the difference between what your pastor is saying and what God is saying. Because your pastor sometimes can speak what God is not speaking. If you follow that, you'll be doomed. That's why it's very important to read the word of God. It's very good to seek the relationship between you and God. Don't trust in your religion. Don't trust in your church.
become the church. How can you be a successful church without the owner of the church? The owner of the church is God. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. I, the pastor, I cannot take you anywhere. I cannot take you to heaven. Sina mbigu yangu nikupeleke. What I can tell you is the truth. If you take this truth, you receive Christ. Imagine there is a chance ya kupona. Kuna nafasi. Kila mtu, hata wewe unanisikia, uko na nafasi ya kupona. Imagine. Haijalishi wewe ni nani, ama umefanya nini, ama wewe ni muuaji, ama umeua, ama umekukishi maisha gani. Imagine you have a chance. Because that is the Lord we serve. Anakuwaga ametupa chance. Wewe ni Mkristo, umekuwa unatembea kwa njia za kuchanganya uongo. Umeiba mabwana za watu, si mabibi za watu, lakini we kanisani unajulikana mtu wa Mungu. You are deceiving yourself. You are cheating yourself. You will cheat people here, but you are deceiving yourself. Matokeo ile utapata mwisho ni ya kile unafanya and the life you live. You will receive the fruits from the seeds ambazo umepanda. Na unajua mbegu unapandanga ikiwa kadogo, lakini matunda inakujaga ikiwa mti kubwa. May God help you. Uko na njia, unataka kujirudisha, urudi vizuri. Follow the word of God. Repent, for the kingdom of God is at hand. The grace is there ya kukuokoa. Angalia Titus ama Tito 2:11 inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Sikiza, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hivyo hii neema haichagui, inaokoa wanadamu wote. Kwa hivyo wao ndio sasa watachagua kama wataingia kwa hiyo neema ama wataingia. Sikiliza mstari wa 12. Very interesting. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Hii neema ya leo ambayo watu wanafundisha ni ya kukaa kwenye dhambi. Hii neema ambayo watu wanafundisha leo ni ya kusema no one can be holy. With a lot of theology and confusion and contradiction. Zidanganywe. Wengine wanatetea madhambi zao. Wapendwa, never defend your sin. The Bible says hivi. Biblia inasema hivi. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Si pastor anakufanikisha. Hata akikuombea maombi ya mafanikio, sio hiyo inafanya kazi kwa maisha yako. Ni vile watu hawajuagi. Even if I pray for you to prosper right now, there are some things if you hide in your heart, ukificha dhambi ndani yako, hauta prosper. Tutaomba maombi na hiyo ni kama ni ya kutupa. There is nothing. Ama unafikiria ni mchezo? Wacha tusome maandiko uone. Angalia, tumalize hapa kwanza alafu nikusomee hiyo. Titus 2:12 inasema, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu sasa. Imagine, I'm talking about righteousness. Haki. Na Biblia inasema hakuna yoyote atamuona Mungu pasipo haki. No one shall see God pasipo haki. So what are you telling me? Which heaven are you going? Do you know, hata kama unaishi hapa duniani na unaishi kwa anasa, unaishi kwa dhambi, unaishi kwa usherati, unaishi kwa uzinzi, unaishi kwa uongo, unaishi kwa wizi, wewe ni con man. Imagine one day you have to appear, either uende mbinguni ama hell. Hakunanga mahali patatu. So what are you doing to yourself? Hata ukiishi na anasa hapa ufurahie, lazima you shall appear before God to receive what you did ukiwa kwa hii mwili. Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die, and after that judgment. Every man must die. There's an appointment. Your religion will not defend you. That's why no one can stop you from dying. When you die, even your own bishop will bury you. Your pastor will bury you. In fact, immediately
pumzi yako imekatika, sister yako, mama yako, mume wako, watoto wako, pasta wako wanaanzanga mipango ya mazishi. Hapo hawakuagi na wewe, you are alone. Ndio nakwambia wewe, ukidanganywa na anasa, udanganywa na maisha ya hapa, ati usherati, tu mwanamke, tu mwanaume, ati udanganywa na chea ya kanisa, ati unaitwa mzee wa kanisa. Uzee wa kanisa, mbinguni hautakuwa mzee wa kanisa. Mbinguni hautakuwa mshirika wa mtu. Hata unasema mimi kanisa yetu ni shauri yako. You better align yourself to God very early. Uanze kuangalia maisha ambayo unaishi. Uanze kutafuta haki. You start seeking for this kingdom of God and his righteousness. Uanze kuishi maisha yako kama wewe before it's too late. Because whether you like it or not, a time is coming. Saizi uko wewe na utakuwa tu wewe. You will be alone. Just the way ulizaliwa peke yako, utakufa peke yako, utahukumiwa peke yako. I'm not so proud to be a pastor. Sio yowaga na furahi sana. Even when I'm preaching to others, when God is using me to teach others, I'm also learning from him. And I'm also aligning my ways each and every day. Apeno, let me tell you, even if you are a bishop, don't be proud because you are a bishop. Because you are driving a big car. Kwa sababu kuna watu wanakuita papa. Oh papa. There is no papa in heaven. There is no papa in heaven ataitwa papa except God. It's only God who is a true papa. Your papaism, you will leave it here. Everything you leave it here. You will stand alone before God. Why should you deceive yourself? Seek the kingdom of God first. Wacha tamaa ya pesa. Pesa itakupeleka wapi? Do you know how many billionaires and trillionaires wako kwa makaburi? They have money, but money could not give them the kingdom. They did not seek. You can only seek this kingdom when you are alive, not when you are dead. When you are dead, your case is over. Immediately after death, judgment. No time for seeking the kingdom. No prayer will be made that will change your life. If you need to change your life, you need those prayers right now. Any step you need to take right now when you are breathing. When you hear this message, this is the right time. Biblia inasema ukisikia sauti hii, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Sauti gani? About the word of God. About the kingdom of God. Now the Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness. Na hapo ndio nikagusia kuhusu grace. Sidanganywa na ati pastor anakuambia, ati wewe unawacha mke wako, unawacha bibi yako, unaenda kwa kanisa ingine so that you can get married to a new wife. Umetoroka, umevunja kwako, and you know, hiyo ni dhambi. Lakini umetoroka. Do you know utatoroka kanisa but hujatoroka Mungu? The consequences zitakuface. I don't want to speak more about that. Lakini nakwambia those things ambazo watu wanaficha, wanaombewa baraka hakuna kwa maisha yao, wanajaribu maisha yao iende haiendi. And let me tell you, having money, hiyo si ndio baraka. Tajiri alikuwa na pesa, wapendwa. Mungu akamuuliza, hii mali umetafuta utaachia nani? Mjinga. Tunataka nafsi yako. Hakuwa amejitajirisha kiroho. Jitajirishe kiroho kumjua Mungu yani. Wacha complain, kuongea dini. Sasa kupenda ulevi. Ulevi haukupendi. Hiyo ni magonjwa tu. Hiyo ni stress, hiyo ni depression. Hautasaidika. Tangu wakati uanze kulewa, nini umeongeza kwa maisha yako? You have lost and you are losing. Kama ni weight umelose, unaendelea kulose. Magonjwa mpaka ujielewe. Kazini sometimes uende, umepoteza kazi ngapi? If kama hiyo inakuwaste just your normal life, what about spiritual life? You are in church, you are saying, I'm a praise and worship. You are praise and worship. Whom are you worshiping? You are in immorality.
You are living as your sex life is dirty. Na bado unakazana kuongoza worship team. Unakazana kuongoza praise. Do you think you will lead praise in heaven? You need to seek the kingdom of God first and his righteousness. Other things shall be added. You better not be a praise and worship team leader here, but in heaven uappear. I'm telling you. Wapendwa, know this secret. Seek the kingdom of God. I know most of us, we are church goers. We are good in giving. We are good in giving, in going meetings after meetings. And that is good. Sina shida na hiyo. But I'm teaching you the principles of this kingdom. Do you really want to experience God? Do you want to walk with the power of God? You don't need anybody to put a hand on you. Akwambie, now I am anointing you and I am sending you. No. If you start obeying God, if you get in the kingdom and you start following these principles, utashanga. Watu wanakimbilia kwa makanisa wakibadilisha makanisa. Wamekuwa makahaba wa makanisa. Because they don't understand God is a spirit. It matters how you relate with God. Not how you relate with your church. How you relate with God. God is greater than where you go to church. Hata kama kanisa yenu ina watu 4,000. God is greater than that church. Hallelujah. Seeking the kingdom of God. Now here, I was talking about the grace of God. Titus 2. It says, that is Titus chapter 2, verse 11. It says, for the grace of God that bringeth salvation. So, there is a grace that cannot bring salvation. This grace people are preaching here about you can sin. God will understand. Jesus died for your sin. When you are going to hell, you will go alone. Can I read for you a verse? Look here. Hebrews 10:27. Wacha usikie vile inasema. Hebrews 10:27. Hebrews 10:27. Ndio uone 10:27. Let nobody deceive you. Hebrews 10, let's start from 26. It says it this way. Hebrews chapter 10 verse 26. It says, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, therefore remaineth no more sacrifice for sin, but a certain fearful looking of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Sikiliza. Kufanya dhambi maksudi after knowing the truth. Unategemea nini ingine? Someone is telling you the grace. I have told you the grace ya ukweli, the saving grace. It is only the unsaving grace will teach you to walk in sin. And it is only the truth saving grace that will teach you to walk in righteousness. And we are talking about righteousness. Titus 2:11. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. So, meaning everyone has a chance. Niwe unaamua. Uko na nafasi, niwe unaamua. Hakuna mtu amefungiwa nje. Mwizi hajafungiwa nje. Kahaba hajafungiwa nje. Hata wewe uko kanisani ambaye umekuwa unaishi a life of a Pharisee. I mean, a hypocritical life. You are living a life that is not yours. You still have a chance to say no. From today nimeacha maisha ya kuishi ambayo si yangu, ni ya uongo. I have stopped deceiving myself. Uingie kwa ukweli na hiyo grace itakukaribisha. Inasema the grace of God that brings salvation has appeared to all men.
teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Kwa hivyo kuko na mambo ambayo ni ungodly. So hapo hatuwezi kufunika. Most of the people wanafunika. Muko kanisa moja unachukia mtu, that is ungodly. What are you waiting for? Are you really in the kingdom? You are not in the kingdom. Hauko kwa haki ukichukia jirani yako. Ukidharau jirani yako. Ukiwa na mapendeleo. Ati unapendelea watu. Mungu anachukia mambo ya mapendeleo. Sababu Mungu hapendelei. Sasa wakati unapendelea, hauko kwa haki. Some of these things will stop us from seeing God, from getting the kingdom of God. Ukiwa umepakwa mafuta kilo 10, ukiwa una speaking tongues ambazo hazieleweki, because even there are no tongues, because you want to prove to people that you are filled and you are not filled. Deep inside you, you know there is nothing. This is babbling. You are just saying rapapapapapa shakakakakaka korororororo. Babbling. That's the generation we are in. People are babbling, pretending it is tongue. Uninterpretable tongues. Tongues that nobody can interpret, because they are not from, neither from heaven, they are neither from hell. Even no man can understand. Ropapapako kakakasha. Badala uingie kwa kingdom, you live a righteous life, and then the Holy Spirit atashuka kwa maisha yako. Wanafunzi wa Yesu, they were seated somewhere and they were waiting, and suddenly something happened they could not control. These tongues of today are surprising. We are the one who are controlling the tongues. It is not the tongue that is controlling us. Uninterpretable tongues which nobody can interpret. In fact, even God is wondering, what is this? But that time, we are deceiving ourselves and we are deceiving others. Ropopopo shoko yandararara kokoko moro dodororo sheke. I went somewhere and people are speaking in tongues, and someone would slap, mtu angepiga makofi mashavu yake ati whoa, oh, and they could call that tongue. Not that we are judging. I'm not judging. Mungu amesema tupime kila roho. There is a lot of deception. If you don't know the truth, you shall be a victim. And if you know the truth, this truth shall set you free. Omba Mungu akusaidie ujue kweli. Ishi maisha ya haki, maisha ya utakatifu. The grace of God, the saving grace, it teaches us to say no to everything that is ungodly. And when you live a righteous life, you shall be successful. And that is how God will bless you. That's how God will bless you. Tunapoongea kuhusu haki, unaporudi usome hapo Luke chapter 1 verse 6 inasema hivi. Wacha tu, okay, inasema hapo tunaposoma tuanzie verse 5. Inasema zamani za Herodi mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria na mkewe ni Elizabeth. Hawakuwa na mtoto. Angalia, lakini walikuwa wenye haki. Ndio akambia mwenye haki wa Mungu waga ngangani. Mungu anajuaga shida yake. Sioni mahali Elizabeth akiomba mtoto, na sioni mahali Zakaria akiomba mtoto, lakini walitumika kwa Mungu na kwa haki kwa muda mrefu na wana mtoto. But Mungu aliwapa mtoto. Glory to God. Ijalishi ni shida gani unapitia, wacha kutishwa. When you are in this kingdom, when you are seeking the kingdom of God, these people are busy seeking God with their problem, with their barrenness, with no child, but they are still serving God. Ni wangapi wameacha Mungu juu hawana vitu? Juu umekosa house rent, juu umekosa sijui bwana, juu hauna bibi, juu hauna mtoto. Huyu Mungu nimemuomba. These people are still serving God, and in their service, because they were in the kingdom provided a child
even without them begging or asking or suffering because they don't have a child. They accepted their situation. But the kingdom did not accept their situation. The kingdom provided a child. The kingdom provided the child. Mpaka Zakaria alikuwa ni kama haamini. An angel has appeared. Ukimwamini Mungu when you're in this kingdom and you're serving God, things will happen. Mpaka utashtuka. Mpaka utakosa kuamini. Is this me? Imefanyika aje? What happened? What happened? Mungu anakufanyia mambo mpaka unakuwa bubu. You can't speak. Kwa sababu mpaka uamini. And that is a life when you're in the kingdom. Lakini when you're away from the kingdom, utakuwa unalia, utamwagiwa mafuta, maji, pigwe maombi, na uko kanisani 15 years, 20 years, 30 years, nothing good. Utakuwa tu na itafika mahali unajidharau and you give up. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. God bless you.